Babu, tumeitika wito wako. Jamani, siri ya huyu Kunguru nimeipata. Kumbe tatizo kubwa, Mwanika bado bikira, anatakiwa mtu wa kwenda kumbaka. Akibakwa yule tu tayari kama hali. Babu, hizi taarifa umezitoa wapi? Nimekuja Kivumbe, nimeongea naye hapa. Kanieleza kila kitu. Kivumbe nimemwita hapa kanielekeza. Umeona? Sasa babu, hapa ndo umeonyesha ukubwa wako kwamba wewe ni kasisi kweli. Mimi nilikuwa na ombi moja. Niache mimi nitamtongoza. Lakini wewe naweza kukushtukia. Vipi? Yaani mimi nimetoka, nilikuwa naelekea sokoni, lakini nimefika hapa mlangoni na kuona mizangu uko sawa. Shida nini? Ni kweli mke wangu, hii kuna kitu ambacho kinazidi kunichanganya sana akilini mwangu. Kitu gani hicho mume wangu? Ni kinakuchanganya hadi unakosa raha? Ni kitu gani hicho mke wangu? Mbeni. Wakati jana nilipokuwa kazini, kuna mgonjwa ambaye aliletwa, na mgonjwa yule alikuwa yuko hoi sana. Nilivyompokea, huwezi amini mke wangu, unajua kabisa mimi na baba yako umri ni tofauti. Karibu baba. Shikamoo. Marahaba. Karibu, tukuletea kiti. Mimi sikai. Kuna mgeni aliwaletea zawadi hapa. Ndiyo. Naiomba hiyo zawadi yake. Wakati nilipompeleka katika chumba cha kumpa tiba, nilisahau kuvaa hata gloves kwa sababu ya hali ambayo alikuwa nayo. Ila katika kitu ambacho kinachozidi kunichanganya zaidi, wakati nilipompima vipimo vyangu, vipimo vilinieleza kwamba mgonjwa yule hatuko naye tena duniani. Nilipotoka pale kwenda kuwapa taarifa ndugu zake, sasa wakati narudi sasa, ili nirudi sasa ndani
Cha ajabu nakutana naye mlangoni na ni mzima kabisa. Yaani hapo ndo ninapozidi kuchanganyikiwa mke wangu. Yaani nashindwa sijui atanifanyaje. Mbona ni sabuni hiyo baba? Kwani kuna shida? Ndiyo, hii ni sabuni, tena sabuni nzuri sana. Lakini kwa macho yako wewe unaiona kwamba hii ni sabuni. Hebu ngoja tutazame kwamba ni sabuni au sio sabuni. Yaani unataka kuniambia mgonjwa ameletwa yuko mahututi kabisa, ukamchukua kabisa, yaani ukampima kabisa na vipimo vyako, ukaonyesha mgonjwa amekufa. Alafu unakuambia ndugu zake unakutana wakati wa kurudi unakutana naye tena mlangoni. Najua huwezi kuamini, lakini hiyo ndio hali ambayo ilotokea. Yaani hadi kuna wakati najiuliza kwamba ni uchawi au inakuwaje? Basi Mungu wala usifadhili sana. Kilichobakia tu ni kumuomba Mungu na tusali kwa imani yetu, maana dunia imeisha. Basi sawa mke wangu. Wacha nitoke kidogo nikazuge hata hapo barani. Maana akili yangu haiko sawa. Sawa mume wangu, haina shida. Ya sawa. Dokta wewe. Wameshindwa madigrii. Yaani sisi ndo makumbende. Hauwezi chakula. Yaani hapo bado. Hebu ngoja tutazame hii sabuni ni sabuni ya aina gani. Sabuni baba. Kwa macho yako ya kawaida unaendelea kuona kwamba hii ni sabuni, lakini hii ni sumu moja kali sana ambayo haikucheleweshi pindi utakapoigusa kwa mkono wako humo ndani. Hapo ungeweka nguo kwa macho yako kwa sababu unaona ni povu la sabuni zuri na ni sabuni yenye povu sana. Lakini hii sio sabuni. Weka kwako nguo na kuanza kuyashika haya ni ndani ya dakika moja sana, sekunde moja tu tayari haupo tena duniani. Ni chemical, naita ni chemical kwa sababu ni chemical ya kienyeji ilikuwa inatumika na wazee wa zamani, wazee wa kale, kumuondoa mtu asiyestahili kuishi duniani. Kama jinsi ambavyo serikali ya sasa hukumu yake ni mtu kunyongwa kwa kutumia kamba au kwa kupigwa risasi. Monica.
baadaye. Hujambo? Si jambo. Tumesikia wewe ni msichana mstaarabu sana. Watu wanakubali sana please. Lakini hii ndio ilikuwa hukumu yao wazee wa kale huko nyuma zamani sana. Mama, hii ni sumu moja kubwa sana, moja kali sana, ambayo kuchelewesha hata kwa sekunde. Macho yenu yanawatuma kuwa hii ni sabuni. Inaonekana wewe ni msichana mzuri sana. Mbali na kuwa na sura nzuri, hata tabia yako inaonekana ni njema sana. Naona wameanza sasa. Sasa mbona imekuwa hivyo? Mtafulie. Sasa tunaimwaga wapi? Na beseni? Imwageni sehemu ambayo ni sehemu salama kwa ajili ya hiyo. Beseni mtalitumia, lakini katika kuliosha msiiwekee mikono hii. Babu Shao. Marhaba. Babu Shao. Marhaba. Unatokea? Mimi natokea Dar es Salaam. Jina lako? Unaitwa nani? Naitwa Chama la Madeni. Ukoo gani wako? Ni mtoto wa mzee Rashidi, mjukuu wa mzee Madeni. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Tram, mtoto wa Moses. Ukoo wako ni ukoo gani? Kwangu ni Moses. Sikilizeni vijana, mimi hakuna mtu akuweza kunidanganya hata mmoja. Mimi naelewa kila kitu. Nyinyi babu yenu ni Kasisi Ibrahim Kumlasenga Chipe Chikube.
ndio babu yenu, na amewatuma nyinyi ili kuja kumharibia mjukuu wangu usichana wake.